Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Majina mimi naitwa Hamisi Daudi Mwenda, mzaliwa wa Kyela, kulia Kyela. Lakini kwa sasa kikazi nipo Dar es Salaam. Grupu letu najivunia Kyela yetu tulianza mwaka 2017 tukiwa watu 9. Baadaye tukatafuta watu, tukafika kama watu 50, 60. Tukatengeneza uongozi ambao ulidumu kama miaka mitatu, sababu kuna vitu vikao vimetokea katikati. Kuna watu walikuwa wameingia pale wakavunja grupu. Baadaye nikaja kuchaguliwa mimi kuwa mwenyekiti sasa, kiwepo makamu katibu na mazina yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli, tangia tuliposimama mwaka 2021 tulipoanza safari ile ya pili, kwa kweli imekuwa ni safari ya mafanikio sana mpaka sasa hapa tulipo. Lengo letu sisi kwa mara ya kwanza ilikuwa ni kusaidiana sisi kwa sisi. Pindi mwenzetu anapata shida, sisi tunamsaidia. Kwa mfano, mwenzetu akipata na msiba, tuko na shiriki, tunachanga hela, tunaenda kumsaidia mwenzetu. Lakini baadaye grupu lipo kunazidi kukua, tukaona sasa tusio tu kwenye msaada wa mwenzetu anapokuwa mpata matatizo ya msiba. Kwa hiyo tukawa tumeweka shida na raha, kwa maana kwamba mwenzetu anaanza kutoa, labda anaoza au yeye mwenyewe anaolewa au yeye mwenyewe anaoa, sisi kama grupu inatulazimu tushiriki kwa 100% kwenye lile tukio la mwenzetu. Lakini haitoshi, tukapanda zaidi baada ya kuona grupu linazidi, yani kadri grupu lilivyoanza kukua, tukaona sasa kwamba kumbe kuna umuhimu sisi sote kwa kidogo ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa mtujalia, tunarudisha fadhila kwa wenzetu wenye uhitaji. Ndipo tukaanza, kuna kijana mmoja anasoma Kyela Day, mlemavu, tukamtafutia baisikeli, tukamkabidhi. Sisi malengo yetu bado, kwa sababu ndio kwanza tunazidi kuvuna watu, na kadri siku zinavyozidi kwenda tunazidi kupata watu. Na hii yote ni kwa sababu gani? Wanaona yale tunayofanya. Kwanza sisi tunafanya vitu kwa wazi, kila mtu anaona kile alichokichanga na kile kinachotoka. Lakini malengo yetu mbele ya safari, tunataka kuja kuwa na vitu vikubwa sana. Kwa mfano, sasa hivi ni kila mwisho wa mwaka ni lazima grupu la najivunia Kyela yetu liende likatembelee jamii ambayo ina mahitaji maalum. Kwa mfano, juzi tarehe 26 tumeenda shule ya Kyela pale. Tumeenda kugawa vitu kwa wale watoto wenye mahitaji. Tumegawa daftari, tumegawa mikebe, tumegawa mabegi ya shule, tumenunua mpaka uniform kwa ajili ya watoto. Lengo letu, kama Mwenyezi Mungu atazidi kutuweka na tukawa pamoja, malengo yetu makubwa, kwa mfano mwakani tunaweza tukaamua tukawatafuta watoto 200 au 300 kulingana na kile ambacho tutakuwa tumekipata, tukawakatia bima za afya ili zio zinawasaidia pindi wanapokuwa mpata matatizo ya ugonjwa sana. Changamoto haziwezi kukosekana kwa sababu tumo watu tofauti kwenye group letu na malezi tumelelewa tofauti. Changamoto ndogo haziwezi kukosekana, zipo. Lakini mimi kama kiongozi nikishirikiana na wenzangu, makamu mwenyekiti, makamu katibu na mtunza hazina wetu na wajumbe wetu, kwa kweli tunajitahidi sana kuzimudu zile changamoto. Kwa yule ambaye anakuwa ameanzisha ile changamoto, huo tunakuwa ni wakali sana. Unajua kwenye group letu tupo watu 300, lakini mazingira tunaishi mazingira tofauti. Kuna watu tuko nao humu wako Marekani, kuna watu tuko nao humu wako Zambia, kuna watu tuko nao humu wako Kongo, kuna watu group letu sisi limechukua watu wa sehemu nyingi sana, lakini ni wazaliwa wa Kyela. Tunatamani sana siku moja tuje tukutane wote watu 300. Jambo ambalo tunajua kabisa itakuwa haitawezekana
lakini angalau hata tufike 200, tukutane nyumbani. Kwa mfano kipindi hiki cha mwisho wa mwaka tuje tukutane kwa pamoja, tufanye shughuli kwa pamoja, tusherekee kwa pamoja. Tunatamani sana itokee, lakini kile tunapoita ndo kama hivyo, unaweza kukuta mfika watu 70, 80, basi hao ukiopo, basi sisi tunaendeleza kikao chetu tunafanya. Tulikotoka mpaka hapa tulipo, cha kwanza ni uaminifu tunaufanya sisi kwenye jamii, tunaufanya sisi kwenye group letu. Unaona, hicho naweza kusema cha kwanza, najivunia sana, na mpaka watu wanakuja kutukubali sisi kuja kwenye group letu ni vile wanavyoona sisi tunavyofanya. Kwa mfano, ndani ya group letu kuna mtu alipata matatizo, lakini lile tatizo alilolipata liko nje ya kanuni zetu na katiba zetu na sheria zetu, lakini kwa sababu yule mtu ni mjumbe wetu, tumetoka naye mbali, wajumbe walisema haiwezekani tukamwacha hivi hivi, hata kama katiba hairuhusu, tukamsaidia. Alikuwa amevunjika mguu, gharama zilikuwa kubwa hospitali, yeye alikuwa na uwezo wa kujitibia. Sisi kama najivunia tukamsaidia mwenzetu, kapatikana ile pesa, tukaenda tukamsaidia. Na vile vile kuna mtu mwingine alikuwa amepata tatizo naye katikati hapo, naye tulimsaidia. Asante sana. Sisi kama najivunia tulikotoka ni mbali, na hapa tulipo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mapito tulopitia ni makubwa sana, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu akutuacha peke yetu. Mwenyezi Mungu alitushika, viongozi alitupa ujasiri, tuliweza kuendesha vikao, tuliweza kushauriana na wajumbe mpaka hapa tulipofikia. Sisi malengo yetu kwa hapa tulipofikia, tuna malengo makubwa sana huko mbeleni. Unaona? Sababu tunataka sasa ifike stage tutoke hapa tulipo tuingie sasa ukisasa sasa. Sababu sasa hivi asilimia kubwa tunatumia group, lakini tunahitaji sasa mbele ya safari, Mwenyezi Mungu akutujalia, tuwe na ofisi kubwa tu hapa Kyela hapa yanajivunia. Sawa? Ili hata kama tunaleta mahitaji ya watu wahitaji hapa nyumbani, tunataka wale wahitaji waje ofisini kwetu sisi. Pale tulipojenga ofisi yetu sisi, inapigwa bango la Najivunia Kyela yetu, siku fulani tutakuwa na 1 2 3. Watu watakuja pale, vitu vyote vitafikia pale ofisini kwetu. Kuliko hii tunahangaika leo twende wapi, leo twende wapi. Hii itafika mwisho itakuwa haipo, tutafocus kwenye ofisi yetu. Mimi nawaomba Watanzania na naomba vijana, wa wazee, dada zetu, mama zetu, grupu la Najivunia Kyela yetu ni grupu linalofanya shughuli zake kwa uwazi. Na ndio maana utakuta saizi yani kuna wimbi kubwa sana la watu wanakuja kwenye grupu letu, kwa sababu wanaona kabisa kule waliko na huku kuna tofauti kubwa sana. Unaona? Na mtangazaji, nikwambie tu, hakuna kitu ambacho mtu anakipenda kama ukweli na uwazi. Unaona? Sisi Najivunia tunafanya vitu vyetu kwa ukweli na kwa uwazi, ambao mjumbe yoyote leo kwenye grupu, kama ni pesa inaingia anaiona, kama pesa inatoka anaiona. Mimi naomba tu Watanzania na ndugu zetu waliopo sehemu mbalimbali, sisi grupu alichagui watu ambao wapo Kyela tu. Hapana, si grupu letu linamtaka mwana Kyela yoyote aliyepo sehemu yoyote ajiunge na sisi. Kuna vitu vingi atavipata kwenye grupu letu. Kwa mfano, kwa sasa tulikuwa tuna uwezo, mwenzetu akipata tatizo tulikuwa tunaweza kumuona kwa shilingi 1,000,000. Alafu baada, yani hiyo 1,000,000 leo limetokea tatizo, leo hii anapata 1,000,000 yake. Baada ya mchango kupita na kuisha, tunaangalia mchango tumepata kiasi gani. Kwa mfano tumepata 1,160,000. Tunatoa pale pesa ya usafiri ambao tunakuwa tumeenda nao gari kule msibani. Tunatoa na ile 1,000,000, kile kinachokuwa kimebaki kama limebaki 300,000, 400,000 tunampa tena yule mtu. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu group letu limekuwa, tunataka kila aliyomo kwenye group aone matunda ya ile group. Basi kwa sasa tumepandisha na kiwango kwamba mwenzetu wote akipata shida kuanzia tarehe 1 hii tunaoianza hii, mwenzetu wote akipata tatizo tutaenda kumuona kwa shilingi 2,000,000. Na sisi wajumbe tutachanga shilingi 10,000. Kwa hiyo hiyo 2,000,000 tutampa 1,500,000 hapo hapo. Baada ya siku kama 2 3 kumaliza mchango wetu, tutakuja kumalizia kile ambacho tunakuwa kimebaki.
Kwanza kabisa naomba niwashukuru viongozi wenzangu, niwashukuru wajumbe kwa kutuamini sisi viongozi wao kwa muda wote huu waliotuchagua mpaka leo hii. Kwa kweli wajumbe wangu mimi binafsi nawapongeza sana na ninawashukuru sana na ninaombea kwa Mwenyezi Mungu kwamba pale walipokuwa wanatoa Mwenyezi Mungu awazidishie, kwa sababu kila wanachotoa ni sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mimi nawashukuru sana wajumbe wanajivunia Kyela Yetu, nawashukuru kwa kuniamini kama mwenyekiti wao na nawashukuru kwa kuamini uongozi ambao upo kwenye grupu la Najivunia Kyela Yetu. Kwa majina naitwa Sofia Mwesemba, ni mzaliwa wa Itunge Kyela, ila kwa sasa naishi Dar es Salaam. Kipekee nipende kuwashukuru wajumbe wanajivunia Kyela Yetu kwa kutuamini sisi kama viongozi wao. Katika grupu mimi ni makamu mwenyekiti. Mpaka sasa nina miaka kama sio mitatu minne kwenye uongozi wanajivunia Kyela Yetu. Siri ya mafanikio ya grupu letu wanajivunia Kyela Yetu, cha kwanza ni uwazi, uaminifu, upendo na kupokea ushauri. Ndio kitu ambacho kimetufanya mpaka leo tumefika hapa tulipo. Tofauti na magrupu mengine, grupu linakuwepo lakini unakuta hata mjumbe akisema hoji mapato na matumizi, unakuta hata kwenye grupu wakati mwingine mjumbe analiftishwa kabisa, hata kuhoji kitu chochote. Lakini sisi grupu letu ni grupu la uwazi, kila kitu kinachofanyika kinaonekana kwa wajumbe wote, ikiwa ni fedha na vitu vyote vile ambavyo vinatakiwa vifanyike ndani ya kundi, wajumbe wanashirikishwa kwa pamoja na tunafanya maamuzi ya pamoja. Wakisharidhia kile kitu kinapewa baraka na wajumbe, kinaendelea. Ishu ya kuendelea kutoa msaada kwa wahitaji kwetu sisi ni endelevu, kwa sababu kama Mungu ametujalia na sisi lazima tuwape na wengine mkate tuwamegee. Tumeanza muda mrefu kutoa hiyo misaada. Mwaka jana tulipeleka msaada zahanati ya Kasala, tulijenga pale, yaani wanasema sijui inaitwa nini, sijui kwa kitaalamu au kidaktari mimi sifahamu, so sina taaluma hiyo. Ni kama chumba cha kuhifadhi yale makondo ya uzazi ya kina mama. Ilionekana pale Kasala zahanati serikali imejenga ni nzuri, lakini watu wanashindwa kujifungua pale, inawalazimu mpaka walete hospitali ya wilaya ya Kyela. Baada ya kupata taarifa kuwa pale hawana hiyo huduma, tulipeleka huo msaada mwaka jana. Mwaka huu kama mlivyoona tumeenda kutoa msaada kwa wahitaji na tutaendelea kutoa misaada zaidi kadri Mungu atakavyoendelea kutujalia. Funga tutakuja kuangalia hapo mbele kama wajumbe wao wenyewe wataridhia kwamba idadi iliyopo inatosha, tutawasikiliza. Kama watasema tuendelee kupokea wajumbe, tutaendelea. Na nadhani watu wengi wanalikimbilia grupu kwa sababu grupu lilikotoka mpaka hapa lilipofika ni tofauti kabisa. Kwa watu wengi kutokana na zile sifa ambazo wanazipata, ndio maana wengi mnaona wanaendelea kujiunga na kasi inazidi kuongezeka siku hadi siku. Tunapokea simu nyingi watu wakiomba kujiunga. Mimi nilikuwa nawakaribisha wanakyela waishio Kyela na wanakyela waishio nje ya Kyela. Tunawakaribisha waje wajiunge na grupu la Najivunia Kyela Yetu. Ni grupu ambalo linapokea wajumbe kutoka sehemu mbalimbali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo ni grupu ambalo lipo halina ubabaishaji, ni grupu lina viongozi ambao wanaongoza kwa kweli na kweli ya Mungu. Kuongoza watu wazima, nadhani ndugu mtangazaji unajua kwamba ni changamoto, lakini unapokuwa kiongozi inabidi kuyabeba. Ni sawa na unapokuwa mama nyumbani, kuna matatizo yatakutokea ukasema leo naacha nyumba kwamba mtoto huyu ananisumbua naondoka. Sisi kama viongozi mtana na changamoto nyingi, lakini ndio hivyo tunazitatua. Wakati mwingine mtu tunaweza kaingia kwenye grupu, anaweza kaanzisha vitu ambavyo kwenye grupu havipo. Tuna grupu letu la viongozi. Kwa hiyo mtu tukiona anaenda ndivyo sivyo, tunamtoa kwenye grupu la kawaida, tunamleta kwenye grupu la viongozi, tunaujiana naye. Kwamba mpaka unaleta labda fujo kwenye grupu kwamba shida ni nini. Tunampa nafasi ya kumsikiliza, anaongea, na sisi kama viongozi pia tunapima kwamba aidha alikuwa na nia nzuri lakini jinsi ya uwasilishaji wake ndio umekuwa mbovu. Tukiona kama alichoongea kina maana, ndio hivyo tunarudi kwa wajumbe, jamani mjumbe tulimuita, ametoa sababu zake, sema tu alishindwa jinsi ya kuziwasilisha, ila tutamleta kwenye grupu aombe msamaha kwa wajumbe, mwisho wa siku anarudisha, maisha mengine yanaendelea. Matarajio yangu natarajia kuiona Najivunia Kyela ikiwa imekuwa zaidi. Mwisho wa siku natamani tuje kuwa hata tuna SACCOS. Tusiishie kwenye kusaidiana kwenye shida na raha.
Yaani natamani tuwe tuna vitu ambavyo vitaonekana kwamba watakapotoka hata watu wengine kuja ndani ya Kyela waone kweli wana Kyela walioko nje ya Kyela wamefanya nini ndani ya Kyela yao. Ni hayo tu ndugu. Asante sana, nashukuru. Karibu wakati mwingine. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Lutuko Mwangoka, ni katibu msaidizi wa Wanajivunia Kyela Yetu, lakini pia ndio msemaji wa grupu la Wanajivunia Kyela Yetu. Kwanza awali ya yote nipende kuwashukuru wajumbe wote wa Wanajivunia Kyela Yetu kwa namna ambavyo kwanza wameweka imani kwa viongozi, lakini la pili kwa namna ambavyo wanaonyesha ushirikiano mkubwa sana, lakini la tatu kwa namna ambavyo wamejenga upendo ambao kimsingi nashindwa hata kuelezea ni upendo wa namna gani. Lakini la tatu kwa upekee kabisa naomba niwashukuru viongozi wangu kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu wangu kwa namna ambavyo tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana wa kuweza kuliongoza kundi hili. Kumbuke kwamba kundi hili kabla hili kundi la Jivunia Kyela Yetu lilikuwa kundi la kwanza kwa Tunajivunia Kyela, katika changamoto hapa na pale likavunjika, kwa tukaliunda hili immediate ili kundi ambalo inaitwa Tunajivunia Kyela Yetu, ambao kimsingi tuliunda tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2021. Lakini mimi kama katibu msaidizi ambaye namwakilisha katibu mkuu wa TANASI Haule, tumekuwa na mipango mingi sana kwenye grupu hii. Moja ya mipango ambayo niko nao mimi wakati nikiwa msemaji ni kuweza kutafuta wajumbe. Kama nitakumbuka, kuna namna ambavyo miaka 2-3 ya nyuma tulikuwa tunajaribu sana kutupia taarifa hizi kupitia akaunti zangu za Facebook na Insta, kuweza kunamna kuhamasisha watu kuweza kuingia. Tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ukiangalia idadi ambayo tulikotokea na tulipo saizi, namshukuru Mungu. Na kwa idadi nafikiri saizi tuko karibu 300. Unaweza kuangalia mmetoka watu 9 mpaka mnafika 300. Kwa hiyo sio jambo dogo. Na unaweza kuangalia kwamba kwa nini Najivunia Kyela Yetu watu wanazidi kuingia, kwa sababu unaangalia magrupu yaliyo mengi yanaharibika sana, yanavunjika sana. Na yanavunjika ni kwa sababu tu kuna vitu ambavyo inawezekana viendi sawa, lakini unaweza kuangalia sisi namna ambavyo tumeingiza watu wengi sana. Na unajua maana yake nini? Maana yake mtu kabla hajaingia kwenye grupu lazima aweze kuulizia grupu utendaji wake wa kazi namna hivyo. Kwa hiyo hiyo tu nikiashiria tosha kwamba grupu letu linaendesha kwa namna gani. Ndio maana unakuta kwamba idadi kubwa sana watu wameweza kuongezeka kwenye grupu letu. Mikakati yetu, la kwanza kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvifanye. Unajua, ikumbuke grupu hili linaongozwa kupitia mtandao wa WhatsApp kwa maana nje. Sasa mikakati ambayo sisi kama viongozi tumejiwekea ni kwamba matamanio yetu kwanza ni kuwa na database database ya moja kwa moja ya matukio yote ambayo tumeyafanya huko nyuma. Unaweza kuangalia kwa mfano, ukiangalia toka 2021 mpaka sasa tumetatua matatizo mengi sana kwa wajumbe senyewe moja kwa moja, lakini na kwa jamii. Lakini ukiangalia hatuna takwimu za moja kwa moja ambao leo kwamba mimi naweza nikaondoka mtu akaja akawa anaweza kukunua. Kwa la kwanza sasa hizi natakiwa tuwe na mifumo ambayo itakuwa inaonesha kila kitu, taarifa zetu. Wakati mwingine hii mifumo itatusaidia pia hata kutuma message za kawaida kwa wajumbe. Sasa hizi tunaongoza kwa njia ya grupu la WhatsApp. Unakuta mtu mwingine wakati huu labda yuko sehemu ambayo network haipatikani, inawezekana kapoteza simu kubwa, anatumia simu ndogo, kwa sababu sisi hata ukiwa na simu ndogo bado unaonekana wewe ni mjumbe. Ili wewe kurahisisha sasa kuweza kutuma hata message za kawaida kama kuna changamoto yote ambayo lakini la pili nafikiri pia hata tukiwa na ofisi. Sasa hizi ni matarajio ya kuwa na ofisi. Kwa nini ofisi? Kwa sababu utakumbuka kwamba grupu letu sisi lina wanachama kutoka ndani na nje ya Kyela. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kwa mfano leo mjumbe A ametoka mkoa fulani au nchi fulani, anapofika hapa maana yake anaweza kufika ofisini kwamba akajitambulisha, jamani, mimi ndo naitwa mtu fulani, nimekuja hapa, nimekuja kusalimia, nimefanya nini, kwa hiyo nipo hapa ndakaa kwa muda fulani, ili tuwe tunajua kwamba mwenzetu ambaye yuko labda Uingereza, yuko Marekani, yuko Dodoma, yuko Dar es Salaam, yuko Arusha, amefika Kyela, yupo na ana changamoto 1 2 3. Kwa hiyo hayo ni, lakini mipango mingine bado
tunahitaji kuwa na wanachama wengine. Ukiangalia sasa tuko 300 na kwa mwaka huu 2025 ndio mwaka ambao toka tumeanzisha group letu ndio mwaka ambao tumevuna watu wengi mpaka viongozi tunashangaa. Tumevuna almost karibu watu zaidi ya 50 au 60, kuanzia 50 na 60 kwa mwaka huu tu. Sasa unaweza kuona kwamba ile kasi ya watu kuongezeka kwenye grupu ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa sasa bado kama viongozi chini ya mwenyekiti wangu Hamisi Mwenda hatujakaa kuangalia je, idadi tuliokuwa nao inatosha, tuongeze wangapi, lakini itoshe tu kusema kwa sasa bado tunapokea wageni. Na utaratibu kama utakumbuka, juzi tulikuwa tumekaa kikao naye mwandishi wa habari ulikuwepo, kuna mambo ambayo tulipitisha na tunaanza kuyafanyia kazi tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Kwanza waendelee kutuamini viongozi, kwa sababu dhamira yetu sisi kwanza ni kulifanya grupu hii ni kama familia, lakini la pili ili grupu ni kulifanya kwamba inawezekana bwana Msangati ukawa una stress zako umetoka nyumbani, kwa grupu la Anajivunia Kyela Yetu iwe sehemu ya faraja yako. Lakini la tatu tuendelee kuwaomba wajumbe wa Anajivunia Kyela Yetu, tuendelee kushikamana, kupendana kama ambavyo tunapendana sasa hizi. Unaweza kuangalia leo umekuwa shuhuda tunavyoenda kwenye misiba, namna ambavyo tuna practice moja kwa moja, sio tu kumpa hela mfiwa, lakini unaweza kuona namna ambavyo hata kwenye misiba tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nafikiri kubwa kuliko yote ni upendo. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.